Amen. Karibuni sana katika ibada ya tatu ya Kiswahili. Nataka nichukue nafasi hii kualika kwaya watuongoze kwa wimbo wa kwanza. Karibu. Naomba tusimame. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru asubuhi ya leo, nasema ni asante kwa sababu ya ulinzi umetulinda tangu tulipoachana mpaka wakati wa sasa. Sema Mungu wangu, mkutano huu tumekuja kwa mahitaji tofauti Jehova. Naomba uweze kukutana nayo kulingana na mapenzi yako. Kila jambo na ikabidhi mikononi mwako ya siku ya leo. Tukapotenda tutakushukuru na tutainua jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante. Nakaribisha kwaya kwa wimbo wa pili. Karibu. Peke yako
Asante sana. Tukiendelea kusimama, naomba tuweze kukariri imani ya mitume kwa pamoja. Tuanze. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pondio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu. Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililo moja, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kiama ya mwili na uzima wa milele. Amina. Asante. Karibisha kwaya kwa wimbo. Karibu.
Hakika tutakaa pamoja katika nyumba ya Bwana wakati wa matangazo. Nataka nichukue nafasi kualika wageni. Kama ni siku yako ya kwanza kushiriki pamoja nasi, naomba uweze kuinua mkono juu ili tukutambue. Wageni tafadhali. Asante sana. Karibu katika kanisa letu. Wageni upande huu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Tunakuhimiza kujiunga na kikundi chochote cha maombi lililo karibu na eneo unaloishi. Mafunzo kwa ajili ya ubatizo unaendelea. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mashemanzi. VBS 2025 itaanza Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka huu. Usajili wa watoto wanaendelea kuanzia shule ya msingi hadi shule ya upili. Tutakuwa na matoleo kwa ajili ya VBS 2025 Jumapili ijayo katika ibada zote. Unahimizwa kutoa kwa ukarimu. Ujenzi wa paa la jengo la kanisa umeendelea kwa hatua kubwa sana. Tunaendelea kuomba kwa ajili hiyo. Karibuni AC Fellowship Annex. Asante sana. Wenye wameongoza ibada ni mashemanzi. Mwenye atatuongoza kwa kuomba ni Mrs. Nedi Kiplagat. Nakaribisha kwaya watuongoze kwa kuabudu na kusifu. Naomba tusimame. Majina yangu ni Aska Chepchirchir. Asante. Haya, pigia Bwana makofi mazuri. Tunaenda kumtukuza Mungu asubuhi ya leo. Shangwe na vigelegele kwaye. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia
mbele za Bwana. Shukuru Bwana kwa siku ya leo, amekuwezesha, umeona mwezi wa 11. Ni Mungu mwaminifu. Shukuru Bwana kwa uhai, kwa ulinzi. Tunajua ni mengi yanatendeka, mengi yanafanyika, lakini amekuwa mwaminifu. Sio kwa ajili sisi ni wazuri, lakini ametupenda. Mwambie uweponi mwake unataka tukua, kwa sababu yeye ni Bwana na ni mwaminifu na amekuwa mzuri kwetu. Thank you Jesus. Yes, Lord, thank you Jesus. Asante Bwana. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa.
kweli Mungu wetu unastahili kuabudiwa. Ni shukrani mingi sana Mungu wetu kwa sababu umetuongoza siku hii ya leo mpaka tukafika hapa. Asante Bwana wetu kwa sababu umetulinda wiki mzima tukiwa na afya na hata kufurahi katika njia ya Ukristo. Mungu wetu, tunakuabudu asubuhi hii kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Mungu kwa mambo yote ambao umetubariki nazo. Tazama Bwana, naja mbele zako kwa ajili ya wapendwa hao wamesimama mbele yako. Ewe Mungu, uweze kukutana na mahitaji ya maisha yao na hata mioyoni mwao Bwana. Kila mmoja ako na sababu ya kufika hapa siku ya leo, na hivyo Mungu umsikize kila mmoja yao. Wamekuja kwa ajili ya watoto yao, wamekuja kwa ajili ya nyumba zao, na hata Mungu wamekuja kwa sababu ya uponyaji. Asante Bwana kwa sababu utatenda kulingana na mapenzi yako. Mungu wetu wa amani, tunakuomba kwa ajili ya kanisa letu. Asante kwa umbali ambao umetuleta Mungu wetu. Asante kwa baraka na hata mambo ya ujenzi Mungu, tunakurudishia asante. Mbali tumefika Mungu, wewe ni Ebeneza, na tunaendelea kuomba Mungu uweze kutubariki ili kazi hii iweze kumalizika. Asante kwa sababu yale ulioanza Mungu utayamaliza. Mungu wetu, na walete mbele zako wachungaji wetu, bariki kila mmoja wao Mungu. Bariki watoto wao, bariki nyumba zao na vitu vyao vyote Mungu uweze kuwabariki. Wanapotembea Mungu, tembea pamoja nao. Pia nasi Mungu tunapotembea, tembea pamoja nasi. Mungu, tembelea wagonjwa ambao wamelazwa hospitalini katikati yetu Mungu, na hata wale wako nyumbani, na waleta mkononi mwako Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ndio mponyaji mkuu. Asante Mungu kwa sababu ulisema vyote mnavyohitaji mniite nawe utatujibu. Asante kwa hakikisho hiyo Mungu wetu. Bwana wetu, na waleta wote mipangilio katika kanisa letu, utembee pamoja nasi Mungu, na waleta mbele zako kwaya Mungu. Asante kwa sababu umesimama pamoja nao Mungu. Asante kwa nyimbo zao ambao wanatubariki kila Jumapili. Endelea kuwapaka na upako wako Yesu Kristo, ili wanapojifunza wajifunze nyimbo ambazo wanajua inatubariki Bwana. Asante kwa Sunday School. Asante kwa youth wa kanisa hili Bwana. Pia na wazee na akina mama, na waleta mkononi mwako Bwana. Tembea pamoja nasi Mungu, tunapoenda kuketi na kusikiza neno lako. Naweka mkononi mwako mhubiri wa siku ya leo Bwana, utuongoze Bwana. Sitasahau kuomba kwa ajili ya nchi yetu. Asante kwa amani ambao umeendelea kutupatia Mungu, na waleta mbeleni mwako viongozi wote kuanzia rais mpaka ule wa chini Bwana. Mungu, wape hekima ya kuweza kuendelea kutuongoza. Na tunakumbuka asubuhi ya leo Mungu, wale wote walioangamia kwa ajili ya mafuriko pale Marakwet. Mungu uweze kutuliza na kuwaponya wale walioathirika Mungu. Asante kwa sababu wewe tayari najua umetenda kazi huko, na wale wanahitaji mahitaji yoyote Mungu uweze kuwapatia. Ninaomba nikikushukuru yote katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Na wasalimu nyote kanisa. Bwana asifiwe. Uhuru wa Yesu. Mungu akubariki sana kwa kuchagua kuingia katika nyumba yake ili umwabudu na hata kusikia kutoka kwake. Pia napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha watoto wetu wote waliokuwa shuleni. Mjue tulikuwa tunawaombea, tulikuwa tumewamisi sana, na tuna furaha kuwaona mko katika nyumba ya Bwana. Karibuni sana. Ni mwezi mpya na tuko na mafundisho mapya. Mwezi huu tutakuwa tukiongea juu ya jamii au familia zetu. Naamini tutabarikiwa sana na sana. Ni kwa sababu tutajifunza jinsi tutaweza kuwezesha
mabadiliko katika familia zetu. Na kutuanzisha ni mchungaji Bethel. Kanisa, tuweke mikono yetu pamoja tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Karibu pastor. Asante sana Pastor Pamela. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwepo wako mahali hapa. Mungu asidi kutuhudumia tunapozidi kutarajia mengi na makubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kama vile tumeelezwa ya kwamba ni mwezi mpya, ni tarehe 2 ya mwezi wa 11. Kuna sababu ya kuambia Mungu asante. Ni kweli ama sio kweli? Kuna sababu ya sisi kusema asante kwa Mungu kwa umbali huo ametuongoza, ametuleta kwa mwaka huu. Mungu asidi kuendelea pamoja na sisi tunapokamilisha mwaka huu. Na kwa mwezi huu wa 11 tunahitaji tena Mungu apate kunena na sisi kama vile amenena pamoja nasi tangia mwanzo wa mwaka huu. Mungu azidi kuweka upya matumaini yetu ili tuweze kutenda yale Mungu anatarajia kutoka kwetu, ikiwa ni kiini chetu cha mwaka, ya kwamba Mungu tuweke upya kila tayari. Kwa njia nyingine Mungu atuandae tuwe wepesi kuweza kuitikia na kufanya mapenzi ya Mungu kama vile anavyotuamuru, anavyotuhitaji tufanye. Na katika hiyo hali tukaona katika neno kuu ya Isaia 43 mstari wake ni 18 na 19 ya kwamba tusahau yaliyofanya nini? Yaliyopita. Mtu akasema yaliyopita sio nini? Akasema tutarajie mazuri ya Mungu yaliyo mbele, na ni kweli tusahau yaliyopita. Na tukaona pia kwa awamu nyingine ya pili tukasema ya kwamba tunaposahau yaliyopita tuweze kutarajia na kuona yale Mungu anayotenda ndani yetu. Tutarajie na tuongoje Mungu atuweke afanye upya katika maisha yetu kwa matumizi yake makubwa. Na katika awamu hii ya mwisho tunahitaji Mungu zaidi asidi kutuhudumia sisi ili tuweze kuwa na mabadiliko makubwa tunapotenda kazi ya Mungu kwa maisha yetu. Ni kiini kizuri ambapo tuliona Mungu akisema nitafanya mapito katika jangwa, nitaleta maji katika nchi iliyo kame. Yeye Mungu anayasema maneno haya, na nchi ambao labda ilikuwa imesahaulika, labda ilikuwa imetajwa ya kwamba hakutakuwa na kitu njema, Mungu alisema atayabadilisha yote yakawa mapya kwetu kwa ajili ya jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tazama katika maisha yako jinsi Mungu ameweza kukubadilisha, jinsi Mungu ameweza kukuhudumia kwa mwaka huu wote, jinsi unavyotembea na Mungu. Je, tunaona mabadiliko yoyote yenye Mungu atenda ndani yetu ama hatuoni? Tunaona upya wa Mungu kwa kazi yake ama hatuyaoni? Tunaona Mungu akizidi kututendea makubwa ama hatuyaoni? Na leo tunapoanza mwezi huu wa 11 tunahitaji Mungu apate kutufunza ama sisi kujifunza ili kujenga jamii zetu ama kujenga nyumba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Mungu zaidi apate kutuhudumia kwa ajili tunahitaji mabadiliko hiyo ya Mungu katika jamii zetu. Tunahitaji mabadiliko haya ya Mungu manyumbani mwetu. Tunahitaji mabadiliko haya ya Mungu katika jamii ama familia zetu, ili Mungu anapotubadilisha tuweze kutenda yaliyo mema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapobadilisha jamii zetu tunatimiza kusudi letu la mwaka huu, ya kwamba Mungu aweke upya ndani yetu
ili tutende iliyo mema kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na itakuwa rahisi sana kwa sababu hautahitaji kuhimizwa mara kwa mara ya kwamba tutende. Haitakuhitaji uelezwe kwa maneno mengi ili upate kutenda na kuitikia mapenzi ya Mungu. Kama Mungu amesababisha mabadiliko ndani yetu, ndani ya jamii yetu, itakuwa rahisi kumtendea Mungu yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunapotazama jengo nzuri inayopendeza, tunajua ya kwamba kamati hiyo wangelikuwa na nafasi kuongea na sisi, labda wangetuambia kwamba fedha ama pesa yale tumekusanya, mapato yote ambao tulipata kwa kazi hiyo, labda imekamilika, hatujui. Lakini Mungu anatutarajia tena tufanye nini? Tukamilishe jengo hiyo. Ni kweli ama sio kweli? Mungu bado ananihitaji, bado anakuhitaji ili tuweze kukamilisha jengo hiyo. So ni sisi kama jamii, kama familia zetu, Mungu atubadilishe. Tuone nia ya Mungu kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuone Mungu kwa kazi yake akitekeleza na kutimiza aliyoianzisha Mwenyezi Mungu. So tunapojifunza ya kwamba jamii ipate kubadilishwa na Mungu ili nyumba zetu, familia zetu ipate kumpendeza, ni jambo ambalo tunahitaji kutoka kwa Mungu, kwa sababu familia ni nguzo muhimu na ni jambo kubwa kwa Mungu. Tunaona jinsi Mungu alianzisha jamii ya kwanza, familia ya kwanza, baada ya kumwona Adamu kwa muda mrefu, upweke aliyokuwa nayo, mambo mengi iliyokuwa ikimzunguka Adamu. Mungu akaona ya kwamba haifai tena mwanadamu huyu aishi peke yake. Akaanzisha nini? Jamii. Akamleta Hawa ili Hawa pamoja na Adamu waendeleze mapenzi ya Mungu katika kisasi chao. Bwana Yesu asifiwe. Na leo sisi tuko kwa sababu ya mapenzi ya Mungu na mipango ya Mungu yaliyo mazuri kwa ajili ya jamii na familia zetu. So tunapojifunza kwa neno hili siku ya leo, nataka tutafakari. Sisi wengi tu wazazi, sisi wengi tuna jamii, wengi tuna familia, ama zote tunatoka kwa familia. Na tukitoka kwa familia, ikiwa watoto, kwa wale walio wakubwa, walio wazazi, ni jamii ambao Mungu anaiona. Na Biblia inatuambia kwamba jamii ni nguzo, kwa sababu kupitia jamii ya kwanza ama familia ya kwanza, Mungu akalizidisha na kukatokea kanisa, kusanyiko la watu wengi. Jamii yako, jamii yangu, jamii ya mwingine inaunga kanisa la Mungu iwe mwili moja. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anaona umuhimu mkubwa katika jamii zetu, ndiposa anatunenea kwa maneno yake ili tuweze kuguza na kujifunza jinsi ya kujenga jamii iliyo bora na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So hilo ndilo lengo letu tunapoanza, na kwa mwezi mzima tutakuwa tukijifunza mengi kuhusu Mungu na familia zetu, ili tuone jinsi tutakavyomtumikia Mungu na kumpendeza Mungu kwa uhakika kwa maisha yetu yote. Tutasoma andiko nzuri la Mungu katika kitabu cha Zaburi 127 tukianzia aya ya kwanza hadi ule wa 5. Na omba tuweze kusoma kwa pamoja. Mwenyezi Mungu asipojenga nyumba, wajengao jisumbua bure. Mwenyezi Mungu asipoulinda mji, waulindao wakesha bure. Mtajisumbua bure kuamka mapema asubuhi na kuchelewa kwenda kupumzika jioni. Mnapatia chakula kwa jasho lenu. Mungu suku walio wake hata walalapo.
Watoto ni riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Watoto ni tuzo la watoto waliozaliwa zazi kwa bado vijana ni kama mishale mikononi mwa askari. Heri mtu aliye na hiyo kwa wingi, hata shindwa atakapokabiliana na adui. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyo mazuri, inayopendeza, inayoelekeza mawazo yetu kwa familia zetu ama kwa jamii ama nyumba zetu, ili Mungu apate kujenga msingi ulio thabiti wa kumpendeza, la kumtumainia Mungu nyakati zote katika familia zetu. Ninaponena hivi, najua ya kwamba jamii twapitia mambo mengi magumu, mengine ni mazito, mengine hatuyawezi kuyabeba. Wakati mwingine twaenda mpaka tunakata tamaa kwa labda ulezi katika jamii zetu. Wakati mwingine twaenda tukipungukiwa katika jamii zetu, lakini Mungu analeta mawazo mapya kwetu kupitia kwa mwandishi huyu aliyenena pamoja na sisi kupitia waraka huu ama wimbo huu. Na tunaelezwa ya kwamba wimbo huu ulikuwa ni wimbo wake Suleimani. Sio Daudi aliyeandika, lakini alikuwa ni Suleimani mwana wa Daudi. Aliweza kutunga wimbo huu na akaimba, akitueleza ya kwamba mambo yote pasipo Mungu ni nini? Ni bure. Akasema ulinzi wetu pasipo Mungu ni bure. Akasema kuamka kwetu mapema na kugawia kwenda kulala jioni ni kazi bure yenye uchofu mwingi. Wakati mwingine tunaenda atupati yaliyo tuliyotarajia kuyapata, lakini akasema yote ni bure kwa yeye asiyemjua nani? Asiyemjua ya kwamba tegemeo lake lote latoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Akasema ikiwa Bwana hatajenga nini? Hatajenga nyumba, wale wanaojenga pia nyumba hiyo wafanya nini? Wafanya kazi bure. Ni Suleimani huyu anayetuandikia, na inaleta mawazo yetu kwa milango mengine katika Biblia yenye Suleimani pia aliandika, na akatuambia kwamba yote ni nini? It is vanity without two. All things are what? Are vanity. Yote ni bure kama hatuna nani? Mwandishi huyu aliyeandika kitabu chake cha kwanza akatuandikia pia nyaraka hii katika kitabu cha Saburi. Anatueleza zaidi ili tujue umuhimu ya kujifunza kujenga nyumba zetu, umuhimu wa kujua jinsi tunavyohitaji ili nyumba yetu ijengeke na iboreke, kwa sababu nyumba ni sehemu kikubwa na iliyo ya muhimu machoni pa Mungu. Akasema alipokuwa akiandika maneno haya ni ya kwamba alileta mawazo hii ili sisi tujue jinsi tutakavyoweka msingi iliyo thabiti katika jamii zetu, kwa sababu pasipo msingi wa kweli kwa familia zetu hatutajenga nyumba inayompendeza Mungu. Inahitaji msingi wa kweli, na msingi wa kweli ni Mungu awe kwa wingi katika jamii zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio msingi wa kweli. Akasema pia ili tunapofanya shughuli zetu, tumesikia kwamba tunaporauka asubuhi na mapema na kukawia kwenda kulala jioni ama usiku, kumaanisha kuna shughuli inafanyika hapa katikati. Na shughuli hii huenda ni biashara, shughuli hii huenda ikiwa ni kazi ulioajiriwa, shughuli hii ni ile labda tunasema ya kwamba we are doing what? Tuna hustle kwa maisha ili tupate mapato
yenye tukirudi nyumbani tuwe na kitu cha kuweza kujenga na kustahimishi, kufanya jamii ipate kuwa na furaha, ipate kuwa na amani, kusiwe na shida yoyote. Akasema ya kwamba tunaposhughulika mambo haya yote na tusipomweka Mungu mbele, shughuli zetu za mchana kutwa ni nini? Ni bure pia. Shughuli zetu za mchana kutwa ni bure. Ni kama mtu mwenye umeenda ukafanya kazi na mwisho wa kazi hiyo uambiwa ya kwamba hautapata ujira wako. Itakuwa ni huzuni kwako, kilio na machungu kwako, kwa sababu umepata kufanya kazi kwa uchungu mwingi ama kwa uzito mwingi. So familia pia tuone ya kwamba kuna sehemu yenye Mungu anatujalia sisi tuweze kupata mapato yetu, kupata riziki zetu, na haya yote yajenga nini pia? Yajenga jamii yetu kuwa inayoboreka machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kwa haya yote Suleimani aliyaleta ili tujue jambo kuu katika wimbo wake. Akasema jambo kubwa ni sisi kujifunza kuwa karibu na Mungu siku zote, kuwa karibu na Mungu nyakati zote katika jamii zetu, ili tuone furaha ya Mungu kwa maisha yetu yote. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapokaribia Mungu tukiwa jamii, tunapokaa na Mungu, karibu na Mungu, kama vile waimbaji walivyoimba, na nikakumbuka wimbo huo ukitaja kuhusu mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Yoshua. Akasema, mimi na nyumba yangu nitafanya nini? Nitamtumikia Mwenyezi Mungu. Tusipomkaribia Mungu kwa utumishi wake, jamii itakuwa ngumu kuijenga. Tusipomkaribia Mungu kwa mawazo tunayohitaji ili jamii zetu ipate kukua, mpendeza Mungu, tutaishi kwa njia isiyompendeza Mungu. Na tutalia kama mwandishi huyu alivyotuambia kwamba itakuwa ni bure uamke na itakuwa bure ulalapo kama hauna chochote kile unayoleta nyumbani kwako. So lengo kubwa ni ya kwamba tujifunze. Alikuwa akileta mawazo hii ili tujue jinsi tunavyomkaribia Mungu siku zote kwa maisha yetu, ili jamii zetu ipate kujengeka na ipate kumtukuza Mwenyezi Mungu. Nataka tusome mstari wa hiyo ya kwanza na ya pili, na usome ukitafakari moyoni mwako maneno aliyoyanena huyo mtumishi wa Mungu Suleimani. Tusome ukitafakari kimoyomoyo maneno haya, ili Mungu apate kutufunulia mengi ya sisi kupata kujenga jamii zetu impendeze Mwenyezi Mungu. Tusome pamoja. Mwenyezi Mungu asipoujenga nyumba, wajengao. Let us pause for a minute. Mungu asipofanya nini? Asipojenga jamii. Mungu asipojenga nyumba. Wakati mwingine tunaweza sema familia yangu ni mimi nalinda, ni mimi nafanyia hii na hii. Mungu asipoulinda, amesema wale wanaojenga watafanya nini? Wanafanya kazi bure. Short, we need to do what? Kuhusisha Mungu kila kitu kwa hiyo nyumba, kila kitu kwa jamii zetu. Na akaendelea akasema nini? Mwenyezi Mungu asipoulinda nini? Walindao wafanya kazi iliyo bure. Tuleta mawazo pia wakati Yesu alipouawa. Alipokuwa pale kaburini, tayari alikuwa amesema ya kwamba baada ya siku 3 atafanya nini? Atafufuka. Na alipokuwa kaburini, tunaambiwa ya kwamba mfalme alifanya kila juhudi kuona ya kwamba mwili wa Yesu usipotee. Akawaweka walinzi wasingire kwa samu kaburi ya Yesu. Walikuwa wakilinda, na sio hawako wachache, walikuwa ni wengi. Je, watu wengi wakilinda na silaha kali, kwa sababu
katika mawazo yake alidhani ya kwamba mwili huu utaibwa ama kuchukuliwa ili kaburi lipatikane likiwa tupu, ndiposa waamini ya kwamba Yesu amefanya nini? Amefufuka. Lakini tukaambiwa ya kwamba Yesu alipokuwa pale kaburini baada ya siku 3, walinzi wakiwa sijui walikuwa macho ama walikuwa wamesinzia, wamelala kidogo usingizini, lakini hatujui. Lakini tunaambiwa kwa ulinzi mkubwa Yesu alifanya nini? Alitoka kaburini akafufuka na akaweza kwenda pasipo walinzi kufanya nini? Kuwaona kuona mwili ama kuona Yesu aliyefufuka. So akasema hapa ya kwamba tusipomruhusu Mungu afanye kazi ya ulinzi katika jamii zetu, hata nguvu zetu, cheo chetu, ama mali tulio nayo tunayosema tunajilindia, itakuwa ni nini? Itakuwa ni bure. Siku hii tumefanya, ama katika jamii zetu tumefanya mambo makubwa kuona ya kwamba tunaleta ulinzi. Mara tunaweka fence iliyo nzuri kuzuia boma letu, tunaenda mpaka tunaweka hata nini? Kamera ya kuona ni nani alipita, nani aliingia, nani alitoka. Tumefanya hiyo yote, lakini akasema ya kwamba mambo yote tunayofanya pasipo ulinzi wa Mungu ni bure. Kukiwa na kamera ama kukiwa na ile kuta ya kuzuia, wezi waweza kufanya nini pia? Kuingia na kubora. Ni kweli ama sio kweli? Waweza kubora hata kama kuna hizo runinga ambazo tunaweza kutumia kuona. Kumaanisha ya kwamba ulinzi wa kweli watoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yenye nasihi kanisa la Mungu asubuhi ya leo, tuweze kuweka ulinzi wetu kamili kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye mlinzi wa kweli. Mwimbaji pia akasema katika kitabu cha Zaburi ya kwamba Bwana ndiye nini? Mchungaji wangu. Ni mchungaji wetu anayetulinda usiku na mchana. Amesema ya kwamba hasinzii wala afanye nini? Wala halali. Mlinzi anayelinda Yerusalemu ni Mungu wetu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tukitaka kujenga jamii zetu, Suleimani hapa anatuhimiza ya kwamba tuweke ulinzi ulio kweli na ulinzi wa Mungu kulingana na maandiko haya ya Mungu. Mstari wa pili kasema nini? Tupatie mstari wa pili, kasema nini? Mnajisumbua bure kuamka mapema asubuhi na kuchelewa kwenda kupumzika jioni. Sijui kama hii ni applicable kwetu sisi. Tunarauka mapema na kulala tunachelewa. Unapoketi chini na kukadhiria yale ulifanya kwa mchana wote, uliamka mapema na uliyechelewa kulala, ni nini utaleta inayoleta furaha kwa jamii? Ni nini utaleta unayokuja nayo itakayoleta tabasamu kwa wale uliowawacha nyumbani mwako? Akasema mnajisumbua bure kuamka mapema, kwa sababu mnaamuka pasipo Mungu, mnatembea mkiwa hamuna Mungu, na mnarudi nyumbani mkiwa hauna huyo Mungu. Ndiposa amesema kazi hiyo uliofanya mchana kutwa ilikuwa ni ya kufanya nini? Kujisumbua, kwa sababu Mungu hakukuwa kwenye shughuli zako. I want to encourage us this morning ya kwamba kazi yetu yote, ikiwa ni ndogo, ikiwa ni kubwa, tanguliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tanguliza Mungu. Weka Mungu mbele. Ambia Mungu sitaweza usipokuwa na mimi. Ambia Mungu usipokuwa mlinzi katika maisha yangu, sitatimiza majukumu langu la mchana. Tukasema kama Mungu hatakuwa ndani hapo, kama Mungu hatakuwa kwenye jamii hiyo,
kazi tunayofanya ni ya kujipikisha. Ndiposa mara nyingi tunaweza kusema nilienda mchana kutwa, hakuna kitu nilifanya nini. Mfano mzuri pia katika Biblia ni wale wanafunzi wa Yesu Kristo walipoenda kutupa jarive yao kwenye mto wapate kufua samaki. Ushuhuda walisema nini? Tumefanya mchana hata usiku kucha na hatujapata nini? Samaki hata moja. Kwa sababu Yesu alitaka hao wajue ya kwamba akiwa ndani yao yote yawezekana. Akaambia tena, fanyeni nini? Mjifunze kutoka kwangu Yesu. Rudisha, kwa sababu mliporauka asubuhi mlienda kwa mawazo yenu, hamukuniuzisha mipango yenu, ndiposa sasa mnalalamika ya kwamba hatujapata nini? Samaki. Yesu akaambia nini? Rusha kwenye upande huyo mwingine, na walipotoa waliweza kufua samaki wengi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asipokuwa, shughuli yetu itakuwa ni ya kuchoka, itakuwa ni ya kutaabika, itakuwa ni yenye tunapata na tusipate yenye tulitarajia. Lakini Mungu is concerned about the family. He is concerned about your home. Tuhusishe Mungu mipango yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na akataja pia akasema nini hapo chini? Mjipatie chakula kwa jasho lenu. Mungu waruzuku walio wake na wapa nini? Wapate kulala ama pumziko wa kweli. So tunaona jambo kubwa Suleimani anatuonyesha hapo ni ya kwamba Mungu uwaruzuku walio wake. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunaishi karibu na Mungu, tujue hakika ya kwamba tutapata riziki zetu kwa Mungu anayesema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Because God is so concerned about our families. God is so concerned about our homes. Anajali sana familia zetu. Ili kazi yetu isiwe bure, Mungu anataka kazi yetu ipate kumpendeza. Nina mambo matatu ambao nitasema kwa ufupi ili tuweze kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Na jambo la kwanza ni ya kwamba nyumba bila Mungu haina nini? Nyumba bila Mungu. Maneno haya yote ya Suleimani alipoyanena, alileta mawazo hili ya kwamba nyumba basipo Mungu ni nini? Haina maana yoyote. Tuwaze, tutafakari, tuone vile tunakuza familia zetu, tuone vile tunatendea jamii zetu, tuone vile tuna raise our children. Are we raising in God's way? Kazi yetu tunauzisha Mungu ama hapana? Nilikuwa na challenge wakati mwingine kikundi cha watu, nikaambia msimu wa kupanda unapokaribia, ni wangapi wanaweza kuita hata watumishi wa Mungu na kusema ya kwamba pastor, omba na mimi kabla sijalima shamba hili na nipande mazao yangu? Kweli kuna mtu anaweza fanya hiyo? Ama ninaamuka tu ninasema ni kawaida wakati wa kupanda, kulima na kupanda, ninaenda shamba, ninalima, ninapanda pasipo kuanzia nani? Tujiulize pia, ni mara ngapi hata wewe mwenyewe kabla hujafanya kazi yako unaambia Mungu? Kwa mfano hiyo ya ukulima ama biashara. Kabla hujaanza biashara yako, je, unaambia Mungu nitangulia ama hapana? Kazi yetu pasipo Mungu ni kazi isiyo na nini? Na maana yoyote. Akasema ya kwamba kujenga nyumba yoyote yenye mafanikio ni kuanzia nani? Ni kutanguliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kujenga nyumba yenye mafanikio, kumbuka kumtanguliza Mungu. Akataja pia katika mstari wa 3 na ya 5, 4 na 5 akasema baraka na mwongozo katika nyumba ama katika jamii utoka kwa nani? Tujue ya kwamba kazi bila Mungu ni bure. Tuuzishe Mungu mipango yetu. Bwana Yesu asifiwe. Uzisha Mungu kazi yako. Najua tunaponena hivi labda kuna wengine watoto wao wako mbali na nyumbani.
ambia Mungu kitu kuwahusu watoto hawa. Tuwe na mfano kama vile wanani wa Ayubu, mtumishi wa Mungu. Tunaambiwa ya kwamba siku zote Ayubu angeamka asubuhi kwenda mbele za Mungu na kuambia Mungu, kumbuka watoto wangu. Mungu, tembea pamoja na watoto wangu. Mungu, wasingire watoto wangu. Na alikuwa akitaja kila mtoto kwa jina. Tunaambiwa alikuwa na wana 7 na anataja kila mtoto kwa jina lake. Na baada ya taja jina lake, anaenda hatua nyingine, kutoa sadaka ya kuteketeza kwa Mungu, akiomba Mungu msamaha. Huenda mtoto wangu alitenda kinyume na mapenzi yako, Mungu msamehe, na kumtolea Mungu nini? Dhabihu ya msamaha. Je, sisi kama jamii zetu tu mfano wa Ayubu ama tulikosa? Tu mfano wa Ayubu ama tulisahau majukumu zetu? Jukumu letu ni kuona nyumba ama kujenga nyumba yenye maana zaidi, kwa kuona baraka na uongozo wa Mungu katika jamii zetu. Jambo la pili ni ya kwamba nyumba hii pia ambao tumesema tunahitaji kuweka Mungu apate kuwa humo ndani, ili atupatie baraka zote na tuwe na ulinzi wa Mungu. Jambo la pili, Suleimani pia anatukumbusha ni ya kwamba jukumu la Mungu katika kujenga boma zetu ni gani? Jambo la kwanza, jukumu la Mungu anapoianzisha jamii ni ya kwamba Mungu hahitaji kubariki jamii hiyo. Anahitaji kubariki. Ndiposa akatuambia in verse number 1 ya kwamba kazi ya mwanadamu bila Mungu ni nini? Kwa sababu makusudi na mapenzi ya Mungu kila wakati kwa jamii zetu ni kuleta baraka zake. Hiyo ni mipango ya Mungu alipo institute the family or planted the homes. Akasema wajibu wangu ni kuleta baraka kwa hiyo jamii, ni kuleta ushindi kwa hiyo jamii, kuleta mafanikio kwa hiyo jamii. Suleimani akatupatia tahadhari kubwa hapo ya kwamba kazi ya mwanadamu pasipo Mungu hatutaona baraka za Mungu. Nataka niimize ndugu zangu ya kwamba jukumu kubwa Mungu anayo ni kwa ajili ya jamii yako, ni kuleta baraka zake. So isiwe ni kazi yako itatangulia, isiwe ni wewe unamwacha Mungu, isiwe ni wewe unasonga mbali na Mungu, lakini nakusihi mkaribie Mungu ili kazi zako iwe ya baraka wala yasiyo ya bure. Akasema pia jukumu la Mungu ni kufanya nini? Mungu huleta nini? Pumziko na huleta usalama. In verse number 2 akasema hata wale wanaolinda wafanya kazi bure, kama mimi Mungu sitakuwa humo ndani. So Mungu anapokuwa tunapata pumziko wa kweli. Hata tunapolala usingizini tunafanya nini? Tunalala inayompendeza Mwenyezi Mungu. Hatuna wasiwasi wowote, hatuna uoga wowote, hatuna mashaka yoyote katika maisha yetu, kwa sababu ni Mungu anayeleta nini? Pumziko wa kweli na usalama uliodhabiti. Hata nikiweka mlinzi kwenye mlango yangu, huenda wezi wakafunja mlango ile na kuingia ndani. I was seeing mahali tunaishi kule, kulikuwa na wizi fulani, vitu ya watu ilichukuliwa. Nikaona mbinu yenye wezi walitumia. Wanajifunga kabisa wasijulikane, kwa sababu anajua kuna nini? Kuna kamera. Unaona, anajifunga kwenye uso na target yake ni kuzuia ile kamera isifanye nini. Nikaona alichukua mti mkubwa akiwa ameweka arak na amejifunika ili asijulikane na kutambulika yeye ni nani, kwenda na kuzuia ile nini, kamera, na kufanya kazi yake ya uhalifu. So
mtu akasema in Kenya, it was something like a joke ya kwamba in Kenya we install what? CCTVs. Ili tusaidie kufanya nini? Kuwashika wezi. Akasema in Kenya we are installing CCTVs na aishiki wezi. Ni ukweli ama sio? Ni ukweli. Akasema Amerika kule watu wana install na kweli wezi wanapatikana. Lakini Kenya tuna install lakini wezi wanaipa ile CCTV. Unaweka ili apate kuleta nini? Usalama kwako, lakini mwizi anakuja na anafanya nini? Anaibora ile CCTV. So kuna mlinzi wa kweli aliye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo CCTV ama kusipokuwa, Mungu ataleta pumziko ya na Mungu ataleta usalama kwako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumtazamie Mungu na tumpendeze Mwenyezi Mungu. Na akasema ya tatu hapo pia anafanya nini? Jukumu la Mungu kubwa ni sisi kuona umuhimu ndani ya watoto wetu. Na akasema ya kwamba watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Watoto ni vipawa kutoka kwa Mungu. Watoto ni thawabu yetu kutoka kwa Mungu. So akiwa ni baraka yangu, akiwa ni kipawa changu, akiwa ni zawadi niliyopewa na Mungu, inanipasa mimi ni watendee nini wale watoto Mungu alio ni wakabidhi ama aliye ni wajalia. Akasema raise them to be ready to to face the battles in life. Guza watoto hawa walio baraka ili waweze kukabiliana na changamoto katika maisha yao ya kila siku. Watoto wetu wapitia changamoto kubwa. Ni kweli ama sio kweli? Tunaomba tukisema Mungu kumbuka taifa letu, kumbuka hata taifa la jirani, kwa sababu watu wamechukuliwa kwa njia iliyo tofauti. Kweli ni wajibu wao kufanya hivyo, lakini sio wajibu wa kwenda zaidi na kuharibu mali za watu. Ni jukumu iliyo kweli kabisa, sio kweli. So let us raise these blessings, tuwaguse kwa njia yenye tunaambia Mungu waweze kukabiliana na changamoto haya ya maisha, na Mungu wabaki wakiwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tusipowauzisha Mungu watoto wetu ambao ni dhamana yetu, ni baraka kwetu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni urithi tuliopewa bure na Mwenyezi Mungu, tusipohusisha Mungu, jamii, watoto wetu wataangamia. Kuna madawa za kulevya, kuna pombe, vitu haya yote tuseme anasa ya dunia hii. Tusipohusisha Mungu watoto wetu hata watatusidi katika nguvu yao. Ni kweli ama sio kweli? Tuweze kuhusisha watoto wetu kwa Mungu. Mtu akasema ama neno la Mungu likasema ya kwamba utakapomlea mtoto huyo na kumfunza akiwa mdogo, hata atakapokuwa mzee hatafanya nini? I have a good friend of mine. He's a drunkard, but he's a good friend of mine. Namuombea siku zote apate kubadilika. Na huwa tukikutana na yeye, jambo defense mechanism yenye utumia kwangu ni ya kwamba, pastor, najua Mungu atarudi kabla sijaokoka. So hiyo ndio jambo huwa utumia kila wakati tunapokutana na yeye, ili kunizuia mimi nisifanye nini? Nisinene pamoja na yeye. Pastor, najua kabisa Yesu hatarudi kabla sijaokoka. I have been praying for that person and I have faith that God will change him. Atabadilisha kwa wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So tujue ya kwamba tusipouzisha watoto wetu kwa Mungu, waweza kuharibika. So tuwalilie watoto wetu kama Ayubu alivyotaja watoto wake wote mbele za Mungu kwa majina yake, ili Mungu apate kuwalinda na kuhifadhi jamii
inayompendeza Mwenyezi Mungu. Hatua ya tatu na ya mwisho ni kanuni za kujenga nyumba zetu ama kujenga jamii zetu. Kulingana na mwandishi huyu Suleimani, anatupatia kanuni haya matatu. Na jambo la kwanza inasema nini? Tusome pamoja. Let this ring in your mind always. Hata Musa alipokuwa akiandika kitabu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, akakumbusha wana wa Israeli maneno haya. Akaambia Mungu ya kwamba ikiwa Mungu ni mapenzi yako nifanye hivi, wacha nitende. Akasema hata niandikie miimo ya milango neno lako. Niandikie hata kipaji cha uso wangu. Ama niandikie mahali itaonekana, ili ninapotoka na kuingia watoto wangu wapate kujifunza kitu kumhusu Mungu. So shirikisha Mungu katika nyumba yako kama itawezekana, kwa jina la Yesu. Weka hata ionekane kubwa kwa nyumba yako ya kwamba ni jamii inayompenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jamii wanaomtegemea Mungu kwa ulinzi. Ni familia inayompendeza Mungu. Wacha ionekane, ili hata na mgeni anapoingia kwako na kutoka, aone ya kwamba jamii hii, hata kama hawajanena na mimi, ni watu wanaompenda Mungu. Tutaweza kujuaje? Tunajua hata kwa watoto wadogo. Ni kweli ama sio kweli? You can test even your children. Ama tunaweza ona kupitia watoto. Labda wakati mwingine chakula inapoletwa mesani, ili kukumbusha kwamba jamii hii labda huenda wanaomba ama waombi, inapoletwa tu kwenye meza utajua tu jamii hii wanaomba ama waombi. Kwa sababu ikishaletwa na mtoto ni yule mdogo analilia chakula, atafanya nini? Atakichukua kule tu. Mzazi unaposema hatujaomba, imeonyesha dhahiri ya kwamba ni desturi ya hii familia, hawaombi. So kuna mambo madogo yaweza kutufanya sisi tutambulike ya kwamba Mungu sio ya kwanza kwa jamii zetu. Kuna hadithi ya mama moja aliyekuwa anampenda Mungu. Na sijui mbona hadithi nyingi na uzu wa mama, akina mama, but ni hadithi ya mama moja. Sijui kama nimetaja hapo wakati mwingine ama bado, lakini nirudie kama nimeshasema. Jamii ambao walikuwa wanamjua Mungu, mama baba wanampenda Mungu, wanaenda kanisa pamoja na watoto wao. Lakini ndani watoto wanajua ya kwamba mama japo anaenda kanisa hamjui Mungu, kwa sababu labda ya vitendo, jinsi anavyokaa na familia yake. Alafu watoto walikuwa wakicheza pale barabarani. Wakati mmoja mgeni akafika kwenye mji huo akitembea, imekuwa jioni, akaambia watoto wale walio wadogo, nimepotea, mimi ni mgeni na bado ninaenda safari ya mbali. Ningependa mnionyeshe nyumba moja tu ya mtu anayejua Mungu, anayemjua Mungu. Niende nikeshe pale usiku, asubuhi niendelee na nini? Na safari yake. Mtoto wa huyo mama anayesema anajua Mungu, anayesema ni mtumishi wa Mungu, akampeleka ule mgeni, akapitisha kwao. Nyumba ya kwanza ilikuwa nyumbani kwao. Akapita pale, akaenda mbele kwa jirani, na akaambia jamii hii wanampenda Mungu. Na mtoto akarudi wapi? Kumbe mzazi mama alikuwa akimuona. Alipofika akaanza maneno yake, nani huyu ulikuwa unatembea na yeye, ulikuwa ukipeleka wapi? Ati mama, ni mtu aliniambia anataka jamii yenye wanamjua Mungu, na nikapeleka kwa jirani huyo. Mama akaambia mtoto ya kwamba kumbe hujui hata mimi namjua Mungu. So tabia zingine huonekana hata tusipofika na kuongea, huonekana hata kwa vitendo yetu. Kwa watoto wanajua, jamii wanajua. So shirikisha Mungu nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka nyumba ipone, nyumba ipendeze, shirikisha nani? Jambo la pili kasema nini pia? Suleimani akatuambia nini? Tambua usalama wa kweli upatikana kwa nani?
usalama ulio wa kweli wapatikana kwa Mungu. Kama tunahitaji usalama kwa nchi yetu, haitakuwa ni vile labda watu wanavyofanya. Usalama wa kweli wapatikana tunapohitaji usalama wa Mungu ndani ya nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tunahimizwa tukiwa watakatifu tufanye nini? Tuiombee nchi yetu. Kwa sababu katika maombi ya watakatifu Mungu anaponya nchi. Neno la Mungu inatuambia hivyo. Katika maombi ya watakatifu Mungu analeta hata baraka, analeta mvua, analeta mambo mazuri kwa nchi yetu. Akasema ikiwa watu wangu watafanya nini? Watajinyenyekesha na kuomba. Mungu amesema atafanya nini? Atasikia, ataponya nchi yao, atafanya yaliyo mema kwa nchi yao. So tuuzishe Mungu usalama wetu wa nchi, usalama katika boma zetu, usalama katika biashara zetu. Tumuuzishe Mungu ili Mungu huyu wa kweli apate kututendea yaliyo mema. Na jambo la mwisho ikarudia ikasema watoto ni nini? Zawadi ya nini? Ya kudhaminiwa. Are we treasuring our children? Do we value our children? Amesema ni watoto wetu, watoto wetu ni zawadi tuliopewa na Mungu, tuwadhamini. Tuwatendee mema. Haki tuwape watoto hawa. Tuwaombee kwa sababu ni haki ya Mungu kufanya hivyo. At times watoto wangu wananiuliza wakati mwingine kuna the rights of a child. What is the right of a child to you as a parent? Ni kumlisha. Fanya nini nyingine? Ni haki ya mtoto, si ndio? Wewe umlishe. Ni haki ya mtoto ufanyia nini pia? Umsomeshe. Haki ya mtoto ufanyia nini pia? Na pia haki nyingine ni ya kwamba umuonyeshe Mungu. Hiyo ni haki yako yenye Mungu anataka kutoka kwako kwa watoto wako. As you work harder for other things, ona ya kwamba umefanyia hii pia iliyo njema, kwa sababu ni dhamana kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tufunze neno la Mungu, tuwaleta kanisani, tuwaonyeshe njia ya kweli, kwa sababu ni haki ya mtoto kwako ukiwa mzazi kuonyesha yaliyo mema mtoto huyo. Na Mungu akasema hata sahau hata atakapokuwa mkubwa, hata atakapopotea hapa njiani, siku moja atakumbuka ya kwamba mama baba waliniambia hivi na hivi. Na hiyo itakuwa a turning point to that child. Itakuwa ni a transformation to the life of that child in that family. May God bless us as we meditate upon this word. Tuombe. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni kwa sababu jamii ni nguzo unayopendezwa nayo, na Mungu ni jamii, ni sehemu ambao Baba unahitaji kwa ajili ya mapenzi na utukufu wako. Tufunze siku zote sisi tulio jamii, tujue jinsi tutakavyowatendea wale umetubariki na wao, na Mungu tuonyeshe hata tujue ya kwamba usalama wa kweli watoka kwa Mungu. Tunapoitafakari neno hili lipate Baba kutuonyesha mengi na makubwa ya kuweza kutenda kwa mabadiliko makubwa tunayohitaji kwa jamii zetu. Hili ni ombi letu tunaoleta mbele zako Mungu kwa shukrani, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Asante na Mungu. Endwa, asanteni sana kwa kusikia neno la Bwana, na asante mchungaji kwa kugawa neno pamoja nasi. Ni wakati wetu sasa wa kumwabudu Mungu na matoleo yetu. Hivyo naomba ushers na viongozi wetu watusaidie kwa sehemu hiyo. Na ikiwa unatumia simu yako, kuna paybill number pale juu, uweza kutumia, uandike fungu au sadaka ili uweze kumtolea Mwenyezi Mungu, na nawe utapata baraka zako. Na wakati huo nitaalika pia mwenyekiti wetu wa kanisa, atakuwa anatupea matangazo machache, kisha ataweza kutufungia kwa maombi. Tuombe kwa ajili ya sadaka.
Baba, tunakushukuru kwa sababu mali yote ni yako, vitu vyote ni vyako. Asante kwa sababu tunataka kukutolea sehemu